Leo nimechambua video ya Mbosso, Buku Jero. Ndugu zangu, nimegundua makosa 18. Video inaonekana serious, lakini ukianza kuzoom, unaanza kujiuliza. Hivi director alikuwa anaangalia hii video kweli? Naomba usubscribe hapo kama bado hujafanya hivyo, ili twende kwa pamoja. Kosa la kwanza, mapigano. Watu wamejaa wanapigana kama vita ya dunia. Lakini ukizoom, wengine wanasukumana, wengine wanavutana, wengine wanapiga hewa. Na hili kofi hapa, mtu kapigwa lakini hata hewa haijashtuka. Yaani kofi linaonekana kabisa haliumi. Kosa la pili, sherehe ya mapishi. Lengo lilikuwa kutuonesha sherehe za mtaani zenye mapishi, yani yale madikodiko, masufuria nini. Lakini watu wanagombea masufuria matupu. Hakuna chakula, hakuna jiko, hakuna moto. Sasa hata moshi hauonekani. Kosa la tatu, hii tayari tumeiona. Hii shoti ya watu wakiwa chini, alafu Mbosso yupo juu ya gorofa. Jamani, hii picha kama tayari nisha kuiona kwenye meme. Director, hii ni music video au ni remake ya meme? Kosa la 4, pasi ya nywele. Nywele zinapigwa pasi ili zikauke, lakini hakuna hata mvuke mmoja. Na ukiangalia vizuri, hiyo pasi yenyewe haionekani imeunganishwa kwenye umeme. Hii pasi inafanya kazi kwa muujiza gani? Au hii pasi ni pasi ya imani? Kosa la 5, Buku Jero. Alafu kwenye graphics ya Buku Jero, ukifika kwenye herufi K, background imekataa kuondoka. Editor alitoa background yote, K ikasema mimi nabaki hapa. Hebu angalia kwa makini hapa. Angalia kwenye herufi nyingine pembeni, ni kama tunaona mbali. Tunaona kilichokuwa nyuma ya hili neno Buku Jero. Lakini ukija kwenye K hapa, ni kama kuna kitu bado kimeziba. Kwa hiyo hapa kuna vitu vilishindwa kutolewa. Kosa namba 6, airport. Airport kuna wasafiri wamefika na nguo tu. Hakuna suitcase, hakuna begi, hata handbag hakuna. Wasafiri wote hawana hata mkoba wa nguo za ndani. Wadada wamebeba mikono mitupu. Wanasafiri kwenda wapi? Chooni au hawa wamekuja kusafiri au wamekuja kutembea airport? Kosa namba 7, Mbosso kaongezeka urefu. Mbosso hapa anaonekana mrefu kuliko watu waliomzidi urefu. Hapa kuna uwezekano mkubwa kulikuwa na sturi asili. Kosa namba 8, mwanajeshi mfupi. Na alivyoonekana hapa, anaonekana kama mwanajeshi kabisa. Tatizo ni moja tu, urefu. Uniform inasema jeshi, lakini hate inasema hapana boss. Kosa namba 9, chapati na pasi. Ubunifu wa kupika chapati kwa kutumia pasi ni noma sana. Lakini hii ndio ile pasi iliyotumika kunyoshia nywele. Hii ni 2-in-1 survival kit. Na ukizoom, chapati nyingine zimeiva vizuri, ila hii inayopigwa pasi tayari imegeuka kuwa mkaa. Hizi chapati zimenunuliwa kwa ajili ya kuigizia. Ingekuwa zimepikwa hapo hapo, tungeona ambazo bado ni mbichi na zilizoiva. Lakini hapa zile ambazo zimenunuliwa zimeiva, zinaongezewa kupigwa pasi ili ziwe kama mkaa. Kosa namba 10, mkate. Hapa anakata slice ya mkate juu ya mkate mwingine. Hii sio cutting board, hii ni mkate board. Kosa la 11, pool table. Hili linaweza lisio ni kosa, ila ni siri ambayo huenda kuna watu hawajaona. Kwa sababu hapa kuna wadada wanacheza pool, lakini wanatumia bunduki badala ya stick. Hapa hata kete haipigwi, inapigwa risasi. Kosa namba 12, magitaa. Magitaa yameingia sehemu ambayo hayahusiki, na wapigaji wenyewe hawapigi. Wanajifanya tu kama wanapiga, lakini hawapigi. Gitaa lipo, mwanamuziki yupo, muziki tu ndo haupo. Kosa namba 13, askari wa gereza. Askari wapo gizani, wamevaa miwani mieusi, hawana silaha, hawana rungu, ndio maana wafungwa wanawachezea. Hawa ni askari au bodyguards wa kwenye video. Kosa la 14, daktari. Daktari kavaa gloves, alafu kavaa na kanzu, lakini koti la daktari lenyewe hakuna. Huyu ni daktari wa aina gani huyu sasa? Daktari wa niko site. Kosa namba 15, mic. Mic inayotumika ulingoni ndo hiyo tunaiona kwenye harusi. Hii mic ina CV kuliko watu wengi kwenye hii video, au budget ilikata. Kosa la 16, trigger. Hapa kidole kipo kabisa kwenye trigger, wakati mtu bado hajawa tayari kushuti, atajipiga mguu. Hapa safety protocol imeenda likizo. Kosa la 17, plasta na kamba. Plasta mdomoni
zimebandikwa nyingi mpaka unaanza kujiuliza, hivi hizi plasta zina gundi kweli? Na ukiangalia mikono ilivyofungwa, huyu ndugu yangu akiamua kujitoa anahitaji nguvu za kusukuma mlango tu. Yaani huyu kataka kutekwa kwa hiari yake mwenyewe, halafu anajishika mikono mwenyewe ili sisi tujue kama amefungwa kweli. Kosa la 18, mlipuko. Na mwisho sigara inatupwa chini, halafu moto unaanza kufuata njia mpaka kwenye gari, boom! Lakini chini hatuoni mafuta wala kitu cha kupeleka moto hadi kwenye gari. Hapa moto ulikuwa na Google Maps ya kwenye gari. Na ule mlipuko, nguo za Mbosso kwa nyuma zilibaki salama kweli? Hivi mwongozaji wa hii video alilipwa Bukujero? Ndio maana akafanya kazi ya Bukujero? Niambie kwenye comment, kosa gani limekusikitisha zaidi? Na kama kuna kosa nililoona vibaya, usinichome kwenye comments kama hawa mafala wengine. We nieleweshe tu, nitaelewa. Subscribe, like na share, maana safari ya kuchambua video bado inaendelea.